Mwanahamisi Hamadi, karibu Bahari FM. Asante sana na asanteni sana kwa kunifikiria kwamba naweza kuja angalau nikatoa mawili matatu kuhusiana na shughuli nzima ya siku ya wanawake ulimwenguni. Karibu sana. Mambo vipi? Salama sana. Katika taifa letu la Kenya mambo shwari. Kila kitu kiko shwari. Inategemea unazungumzia ulimwengu gani. Lakini mimi kivyangu najua hivi sasa tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, hataki uchokozi. Tunasema ngoja tuangalie hili ambalo tuko nalo. Na tuchukue fursa kuliombea taifa. Pengine mambo huenda yakabadilika akawa mazuri zaidi. Asante sana kwa kuja. Mwanahamisi Hamadi. Wengi I'm sure kule nje wanafahamu kuhusiana mwanamke bomba. Na siku ya kesho ni siku ya kimataifa kuhusu wanawake. Ni kipi kilikusukuma hadi ukafikiria mimi nadhani naweza kuwa mmoja ambaye anatambua juhudi za mwanamke katika mwanamke bomba, kabla tuingie katika masuala mengine? Okay. Mwanamke bomba kwanza kabla nikitaka kuzungumzia swala la mwanamke bomba, napenda watu wamtambue huyu mwanamke bomba ni nani. Kivyangu mimi na ule umri wangu na busara zangu ambazo nimezipata katika kazi yangu hii ya wanahabari. Takriban miaka 20 sasa. Naam. Nashukuru Mungu. Nimepitia njia nyingi, nikakutana na watu wengi, kina mama, wanawake, wasichana na wainukia. Nikamweka kila mtu katika nafasi yake. Lakini nikasema kuna yule ambaye ana stand out. Yes. Ni mwanamke yupi? Ni mwanamke ambaye kwanza anasema anajitambua. Jitambue kwamba mimi ni mwanamke. Wajua kuna wanawake hawajui kama wanawake ama hawajui kama wanaume. Yaani yupo tu. Sasa kwanza jitambue. Alafu mwanamke pambana. Pambana na uchangamkie fursa. Unaelewa Pambana, usikae tu kwamba mimi ni mwanamke basi nitaletewa, nitasubiri, nitafanya nini? Hapana, mwanamke lazima upambane ndio ili uweze kuonekana na kusikika. Ndio. Na hakika mimi ingekuwa sijapambana katika hii taaluma yangu, leo msingenisikia hapa. Ama nisingekuwa hapa nikiwaambia kwamba nimefanya hii kazi kwa miaka 20. Sio? Ningekuwa pengine nimefika katikati nikasema nimechoka na hii taaluma ninakwenda zangu. Alafu kunasema pia mwanamke jipende. Mwanamke bomba anajipenda. Ndio maana baadaye katika haya mazungumzo tukiendelea nitawaeleza kivipi mwanamke bomba anastahili kujipenda. Na sisi kama wanawake bomba tunajipenda vipi. Sawa Alafu pia nasema mwanamke ajikubali. Jikubali vile ulivyo. Kwamba mimi ni Mwanahamisi, mimi ni mnene, mimi ni mwembamba, mimi ni mfupi, mimi ni mrefu. Jikubali vile ulivyo na ujue kwamba umetengenezwa na Mwenyezi Mungu vile alivyokuwa anajua kwamba hivyo ndio utakavyokuwa. Tusianze kwenda kujibadilisha sijui kufanya nini. Baadaye vitu vikianza kubackfire, self esteem inarudi chini, inabidi mambo mengine. Hapa kujikubali nitakuja na swali. Uliza sasa hivi sio kazi yako. Hapa kujikubali maana yake kama ulivyosema, kuna tofauti ya wale maybe kuna vitu nataka kujifanyia. Adam, sijasema kwamba mimi nipo katika miongoni mwa wale, lakini kuna wale wenzetu ambao unahisi kwamba labda umbile lako liko hivyo, nataka kuliboresha zaidi, wanafanya vile. Hasa pale huwa ni mtu anajikubali ama ni wengine wanasema kwamba yani una enhance kile ambacho Mwenyezi Mungu anajiongeza. Okay, hilo ni swala tata. Huwa hajajikubali. Nadhani hajajikubali. Maana kama angekuwa amejikubali angekaa vile vile. Unajua tukiangalia kwenye swala la umbo, lazima ujue ni nguo gani nikivaa itaniweka vipi. Ndio. Na hakika hata kama pengine umbile lako halina ile milima ile ambao watu wanapenda. Lakini kuna nguo ambayo ukivaa itakufaa. Kama juzi jana nilipokuwa natoka studio, nikaonana na dada mwingine, tukazungumza sana, nikimwangalia nikasema huyu dada umbile lake sio lile ambalo pengine mtu angekuwa analifurahia ama analishabikia zaidi, lakini amevaa nguo ambayo ametokezea yuko vizuri. Kumaanisha kwamba amejikubali. Sawa, kwa hivyo wale ambao wanakwenda an extra mile kwenda kutaka kujaribu kuongeza kivyangu mimi nitasema hawajajikubali. Na yule ambaye labda unataka kujikubali lakini kuna mwingine anakufanya usijikubali. Sisi wengine tuliolewa. Unaona mume wako labda amekuchukua ndio, lakini labda anapendelea watu wanaokaa hivi. Sasa tunajiona tunajituma sana kufanana na wale ambao kama anawapendelea wao, mbona hawajawachukua wakawaika ndani? Ndio hapo ndo swali. Wewe jiulize. Kwa hivyo ukisema kwamba wacha mfanye hivi, labda haya nitamridhisha zaidi mume wangu, utakuwa ndo kujikubali. Utakuwa wajitatiza. Manake hakuna binadamu anayeridhika.
Shelewa kama amekupenda kuna sababu kwamba amekupenda na nini. Kwa hivyo wewe tilia mkazo vile vitu ambavyo amekupenda navyo ili asivichoke. Yes. Shelewa. Lakini kwamba ati unamwona zile ni tamaa za dunia tu, lakini sio kupenda. Watu wazungumza katika raha. Kuna kupenda na kuna tamaa. Zile ni tamaa tu. Ataziona akimaliza atarudi kwako tu wewe. Kwa hivyo ni wewe tulia. Madhali wewe ndio uko ndani, wewe ndio umewekwa na kila kitu unahudumiwa na mnaishi vizuri, hakuna purukushani. Tulia tu, vile vingine vinapita. Na huo muda wote umesema kwamba sasa hivi hekima ipo na mengi umeweza kuyashuhudia na ukatangamana na wengi wanawake. Nikuulize, kuna uwezekano kuna mwanamke ambaye labda kwa njia moja nyingine amejikubali, lakini kutokana na wale ambao wanaomzingira na kwa sababu sote hatufanani, labda pale kwake nyumbani, labda na mume wake ama na watu wengine wanamwambia labda hili haliko sawa kwa sababu haujafanya hivi. So anaanza kutoka katika ule uhalisia kwamba mimi najikubali, na anaanza kufuata wenzake kwa sababu fanya hivi, ndio unapata labda mwingine anaanza mavazi tofauti, abadilishe rangi aliyozaliwa nayo na mambo kama yale. Hili lipo, yanatokea, lakini wewe kama wewe ama mwanamke kama wewe unafaa ujiangalie wewe mwenyewe mwanzo. Unafanya kile kitu umridhishe mtu ama wewe mwenyewe umekipenda? Naam. Kwa sababu ukiishi kuridhisha watu utaumia wewe. Manake leo utawaridhisha hapa, kesho utafanya jambo lingine itakuwa sivyo. Sasa wewe utakuwa ni kama puppet tunapelekwa na watu. Wewe ili mradi unajua kwamba hiki ninakifanya kiko sawa, na hatusemi kwamba usichukue mawaidha. Sikiza mawaidha, manake unakuwa kwa mawaidha ya watu. Sisi wenyewe hatujioni vile tulivyo. Yule aloko kule nje ndo anatuona. Unajua tuko hivi ni kama kisogo huku nyuma, ukiambiwa una uchafu huku nyuma, uwezi ukapinga ukasema hapana najikubali. Jaribu kutafuta mbinu, shika, fanyaje, ukiona ni kweli sawa. Pengine mtu amejaribu kukushawishi, atakwambia ukifanya hivi ndio utakuwa bora zaidi, yapime maji na unga. Usikatae moja kwa moja. Kwa sababu unaweza kuwa unakataa kumbe yule mtu anakutakia mazuri. Unaelewa? Kwa hivyo yapime maji na unga, mwisho wa kisha tunasema akili kichwani kwako. Wacha turudi pale katika chimbuko la mwanamke bomba. Ushatuelezea mwanamke bomba nani, anayejikubali, anayejipenda. Sijui kama vipengele vyote vishokwisha. Sijavimaliza. Mwanamke bomba pia ni yule ambaye anajua kuwekeza, ndio maana tukaja na mengine zaidi. Bali na kujikubali na kufanya nini, lakini mwanamke wekeza bwana, weka akiba. Weka akiba maana yake kuna leo na kesho. Alafu mwanamke jiamini kwamba mimi nimezaliwa hivi, naweza kama wengine. Yule anaweza na nini, mimi nishindwe ni nani? Naam. Sawa Okay. Saa 2:21 saa za Afrika Mashariki, ndani ya Kuza cha awamu ya 4 na ya mwisho. Elia Kimacholi na Emma Marivu pamoja na Mwana Hamisi Amadi ambaye yuko ndani ya studio. Katika hili la mwisho ambao umesema ni kama kujiamini. Katika kujiamini, siku hizi kunatokea, hatutaki kuingia kwa mwanamume sana, lakini kwa sababu inahusu mwanamke pia, nadhani mwanamume anaweza kuingia kwa njia moja ama nyingine katika kujiamini. Je, inastahili huyu mwanamke ajiamini kupita kiasi ya kwamba sasa katika kujiamini, mimi nataka kuwa hata kama ni ndani ya nyumba najiamini, kwa hivyo wewe huniambii chochote. Sasa ninawekeza, kwa hivyo sasa wewe huniambii chochote, kwa sababu migongano imetokea hapa na ikaonekana kana kwamba kwa sababu hii siku kwa mfano ya haki za siku ya kimataifa ya wanawake, pia moja haki za wanawake pia zinaangaziwa. Je, katika hizi haki na kuhakikisha kwamba mwanamke pia anahamasishwa ili kwamba aweze kujitambua, ndio inakuwa sasa kana kwamba yeye anataka kumpita hata yule mwanamume labda aliye ndani ya nyumba. Labda unaweza toa wasia gani kuhusiana na hili? Okay, nadhani wengine wakisikia mwanamke kuwezeshwa, kuhamasishwa wanalichukulia vibaya. Kila siku mwanamke utakuwa nyuma, mwanamume atakuwa mbele, hata uwe vipi. Mfano mzuri tunamwona Mama Samia Suluhu. Yeye ni rais kule, lakini ana mume wake. Hatujui wanaishi vipi, lakini kungekuwa kuna ule mtafaruku ambao pengine unatokea, mitandao siku hizi haina siri, inasema. Kwa hivyo kile kitu ambacho nadhani baadhi ya wanawake wanakichukulia vibaya ni kwamba mimi nimewezeshwa, kwa hivyo mwanamume hawezi kuniambia kitu urongo. Kwa sababu hata ukikaa peke yako na pesa zako na elimu yako na nini, kuna pengo ambalo lazima mwanamume aje aliziba. Sasa ataliziba vipi wapo wewe utakuwa umempanda kichwani? Hawezi kuliziba. Atakudharau, mwisho kwisha atakuondoka. Na ndio pale utakuja utapata wanawake wengi wamesoma, wanajitambua, wanajielewa, lakini wanaishi bila waume.
kwa sababu hakuna mwanamume ambaye atataka kutawaliwa na mwanamke. Kwa hivyo nadhani watu wakiingia katika ndoa, wakiwa katika mahusiano, na mara nyingine utapata kwamba mwanamke pengine akiolewa alikuwa yuko sawa, lakini baadaye amekwenda amepandishwa vyeo kazini, amekwenda ameanza kupata pesa, sasa anajaa kiburi. Kiburi kama mwanamke hakitakusaidia. Lazima urudi kwamba urudi chini, ujue kwamba yule mwanamume ambaye amekuoa ndio mwongozo wako ndani ya nyumba. Yeye atakuja kwanza, wewe utakuja wa pili. Maana ukibakishwa peke yako, mambo mengine huwezi kuyafanya. Wengine wanasema, kuna mwingine anasema ukibakishwa peke yako huwezi kuzaa. Mwingine anasema nitakwenda nitafanya yale mambo mengine, utaalamu ule. Lakini kuna raha ya ule mtoto wako mwenyewe ambao umemzaa mwenyewe na mtu wako ambao unampenda kuliko ule mtoto ambao umekwenda umemnunua ama nini. Kwa hivyo tusidanganyane wanawake. In as much as tunataka kuwezeshwa, in as much as tunataka tuwe na nafasi, lakini tujue kwamba tukifika nyumbani sisi tunafaa turudi chini. Mfano wetu sisi tunafanya kazi, ukirudi nyumbani unaingia jikoni, wewe ni mama. Unakuwa na watoto wako, wewe ni mama bado. Ukirudi kwa mume wako, wewe ni mke. Ndio maana unaweza kuishi vizuri. Lakini wakati ambapo utasema kwamba mimi niko na cheo changu, na pesa zangu, nimewezeshwa, hakutakuwa na raha ndani ya nyumba. Pesa zinaweza kuwa, lakini itakuwa hakuna raha. Itakuwa ina faida gani? Na maisha ni haya. Lengo si la kumfanya mwanamke kuweza kujibebesha kichwa. Lengo ni la kuweza kumhamasisha aweze kujisaidia tu. Bila shaka, kwa sababu tunajua jamii nyingi kwa muda mrefu zimekuwa zikimkandamiza mwanamke, kumuonesha kwamba hana chochote, hana thamani yoyote. Lakini angalia zile familia ambazo mama anachakarika, baba anachakarika kivyake. Wakileta nguvu zao pamoja, utazikuta zile jamii ziko vizuri. Kuliko ile jamii ambayo ni baba peke yake ndo anatoka na kwenda kutafuta, mama amekaa nyumbani. Unaelewa? Baba itafika wakati pengine litokee la dharura, iwe hana pesa, hana nini, unaanza kusota. Lakini ikiwa mama anajituma kivyake, baba anajituma kivyake, mnaleta rasilimali zenu pamoja kwenye meza, hakika mtakuwa mnaishi vizuri. Kwa hivyo wanawake, tukipata fursa hizi, tusione kwamba tumepatiwa fursa basi tuwe vichwa ngumu, tuwe ni wanawake ambao kama sisi watu hawezi kufanya lolote hapa. Sawa. Kabla tuende katika break, wacha sasa nafikiri tutasijui kama vipengele vilikuwa vimeisha, lakini tutarudi katika kile kilichokupatia msukumo wa kuweza kuanzisha Mwanamke Bomba. Maana lazima there's something ulisikia katika roho yako ukasema lazima niweze kumpigania mwanamke na niweze kuanza kitengo kinaitwa Mwanamke Bomba. Kipi kilikupeleka pale? Kutaka mwanamke naye pia asikike. Labda kuna story fulani ulihisi kwamba after labda kuweza kuangalia ile story ndio ukasikia kwamba kuna kitu kimekugusa kwamba this is a moment ambapo acha nipiganie wanawake. Maana wengi wanakutambua kama mpiganiaji wanawake. Hivyo ndio wengi wanakutambua nazo. Okay, sitaki kusema kwamba kuna kitu kilinifanya ama nilikiona, lakini mimi mwenyewe nilihisi kwamba ni wakati mimi kama Mwanahamisi niwe sauti ambayo naweza kuitumia na kuwapatia nguvu wanawake wengine na fursa. Sasa kuanzisha Mwanamke Bomba, mwanzo mtu lazima aelewe Mwanamke Bomba chimbuko lake ni Citizen TV. Citizen Nipashe. Wakati tulipokuwa tuna relaunch, sasa kila mtu wewe utafanya nini? Mimi nikasema tu hivi sasa nimefanya sana masuala ya afya. Ndio. Miaka mingi nimefanya siha na maumbile. Nikataka kujitoa tofauti. Nikaangalia ni kitu gani ambacho nitakitoa tofauti. Mimi ni mwanamke, nashukuru nimejielewa, nimejitambua. Nikiangalia wenzangu nasema kuna mwingine yuko pale lakini hajafika hapa nilipo mimi. Atafanya nini aje katika hii platform na yeye aonekane. Nilipotoa idea ya kwamba nataka kuanzisha kipindi cha Mwanamke Bomba, nashukuru boss wangu Linus Kaikai. Alisema sawa, hiyo iko sawa. Maana tulikuwa na ideas tofauti. Akaniambia go ahead, hiyo ni nzuri. So nilipoanza, nashukuru, na Mwanamke Bomba wa kwanza, Mwenyezi Mungu amrehemu, Shosh Mahewa. Alifariki, ilikuwa ni mwaka juzi kama si mwaka jana. Yeye ndo alikuwa wa kwanza. Nilipopata ile story yake ikazidi kunitia msukumo na kunitia morali kwamba I'm on the right track. Maana unapata yule ni mwanamke mtu mzima, nyanya mtu mzima wa zaidi ya miaka 80, lakini bado ana nguvu, anajituma. Alafu huku kando unapita mitaani, watu ambao wanakujia kwenye inbox zako, mtu nakuta anakulilia shida na nini, na ana mikono yake miwili, ana nguvu zake, ana akili zake, amesoma. Sasa nikasema hapa wacha nionyeshe, uwe ni mfano wawe mwanamke ambaye unasema kwamba hakuna kazi, hakuna pesa, uweze kupata ideas za nini utafanya. Naam. Haya, asante sana. Sasa unaweza kuwekeza kwa namna tofauti. Kuna
avenues tofauti ambazo unaweza kutumia. Kuna mwingine anaweza kuamua mimi nataka kusave tu kwa bank. Nikimaliza zile pesa zangu naweza pengine kwa fixed deposit. Nikizitoa naenda nanunua kitu fulani ambacho kitanianzishia mradi fulani. Ama nitachukua zile pesa nitakwenda kuziwekeza maybe katika kununua bonds, katika kufanya nini. Lakini mimi nilivyokaa na hawa wanawake. Manake nitakurudisha nyuma kidogo tuje tuanze kuzungumza kuhusiana na mwanamke bomba mwenyewe sasa nje ya TV. Tumesema kwamba chimbuko lake ni wapi? Ndani ya Citizen TV. Sasa baada ya kukaa na wale wanawake, kila utakayekutana naye unamwona huyu ana story yake tofauti, story ambayo inakutia moyo. Na waangalia nasema okay, nishamalizana nao, then what next? Mtu anatoka na kwenda zake. Unakuja unapata contacts nyingine, unamfanyia story na kwenda zake. Sasa nikaona ni fursa nzuri iwapo tutakaa pamoja, wale ambao watakuwa wanakubaliana. Maana unajua unaweza kuwa na wazo lakini kuna mwingine nia yake alikuwa aje tu aonekane kwenye TV amalize ende zake. Ambapo wengi wako hivyo na ni makosa. Mimi nasema iwapo utakuwa umepata fursa, itumie ile fursa na baadaye uitumie iweze kukuendeleza zaidi. Maana wenyewe wanasema your network is your net worth. Sivyo? Wale ambao utakuwa unawajua katika maisha yako, hakikisha kwamba wanakusaidia vipi. Sasa baada ya kutangamana na hawa wanawake ambao wako katika nyanja mbalimbali, kuna wengine ni wafanyabiashara, kuna wengine wameajiriwa, wengine wana mashirika ambayo yanasaidia watu. Nilikuja nikaona sote kuna kitu kimoja ambacho kinatuleta pamoja, uwekezaji. Manake tulikaa tukaform group, baadaye tukaanza kusema tutafanya nini? Ikawa tuanze ni merry go round. Tunajua Emma wewe. Wanawake kikatu ni merry go. Hata mimi na wewe pia tushaingia kwenye merry go round na kwenye table banking. Yaani ndio inaishia tu pale ndio. Sasa tukaanza merry go round, table banking, tukaona hapana. Tunataka kitu ambacho kitatufanya tufike mbele na baadaye pengine tuje pia tupate sauti. Maana unajua mnapokuwa kundi inakuja mwisho linakuwa vuguvugu, baadaye huwezi jua linaweza kuwa nini. Lakini mtakuwa mko na sauti. Mkiwa pamoja kwa wingi, mtu akijua nataka wanawake, yani kutakuwa na database fulani pale. Iwapo unahitaji wanawake ambao niwapeleke mahali niwafunze, atakumbuka kuna wanawake bomba pale. Akipiga simu mara moja akitaka wanawake wangapi anawapata na watu wanasaidika. So baada ya kukaa tukazungumza tukasema tutafanyaje? Tukasema tuanzisheni sako. Sako kila mtu like sako hatujui, hakuna ambaye na elimu yote lakini mimi nikalivalia njuga zaidi. Tukajaribu kutafuta, tukafanya uchunguzi wetu na tunashukuru Mungu 2022 tulikuwa registered kama wanawake bomba sako. Tuna certificate yetu, tunatambulika, ambapo hivi sasa tuna wanachama zaidi ya 100. Tuseme tunakwenda kama 130 hapo, tushafika hivi sasa. Ambapo tuna save na hii wanawake bomba sako. Sasa katika pale unapata kuna wanawake ambao wako mbalimbali. Na uzuri wa wanawake bomba ni kwamba wako maeneo yote. Maana yake mimi wanasema kila mwanamke ni mwanamke bomba. Ni vile tu hajapata fursa pengine ya kutambulika. Na fursa hiyo ndio mimi nashukuru Mungu kupitia mwanamke bomba ya Citizen TV na wapatia nafasi na wao waweze kutambulika. Maana tunajua kazi ya wanahabari ni kuelimisha, kuburudisha, kujuza. Lakini mimi nimeongeza kuwezesha. Mimi kama mimi. Maana nataka nikiondoka katika fani ya utangazaji niwe nakumbukwa na nini? Kuna kitu umekifanya. Sasa mimi nasema nitakuwa nakumbuka kwamba nimewezesha watu. Maana nikimchukua yule mwanamke nikimwangazia kwenye runinga, baadaye biashara yake ikija ikienuka, atakuwa akikaa akikumbuka kuna mtu fulani ndo alinifikisha hapa. A good example, juzi nilikuwa Wakulima Market hapa Nairobi. Kuna dada anabeba vitunguu. So story yake ilinivutia sana kwa sababu ni mwanamke na anafanya kazi ambayo iko male dominated. Lakini hajali, ananiambia Mwana Hamisi, hii kazi yangu ina changamoto nyingi lakini mimi nimejitolea kwa sababu sina namna nyingine ya kukimu mahitaji yangu na kuangalia watoto wangu. Kwa hivyo nafanya hii kazi japokuwa inanidhuru kiasi fulani, lakini na matumaini kwamba siku moja atatokea mtu ama nitapata ufadhili ambao utaweza kunisaidia niache kubeba vitunguu, niwe naenda sokoni, najaza lori, nikileta sokoni, nikija nikiuza na mimi nijiangalie, nijiajiri. Sasa ukiwa pale baada ya kufanya vile unapata ule mwanamke anapata contacts, biashara inaimarika. Tumemwezesha, tujemwezesha. Sasa sisi kama wanawake bomba tukaona sawa, tushakuwezesha vile. Umepata soko ambalo pengine limeimarika, limepanuka. Utafanyaje na hizi pesa? Tunakuuliza wewe pesa zako unazifanyaje? Mimi na save bank ama niko kwa sako fulani. Kwa nini usijiunge na sisi? Ambapo hapa ukijiunga na sisi tuna mikopo ambayo tunakupatia. Kuna mafunzo, maana tumefanya partner
partnership na watu tofauti ambao kama ni wafanyabiashara huwa tunawafanyia mafunzo ya biashara. Kama mwaka jana tulipartner na Base Titanium kupitia wakfu wangu wa Taji Langu, lakini sasa ndo na pale nakwambia your network is your net worth. Sasa nikaangalia niko na huu wakfu wa Taji Langu Foundation, lakini kuna wanawake nyuma yangu ambao ni wanawake bomba, so wale ambao nitawapatia kipaumbele ni kina nani? Wanawake bomba. Sasa unachukua baadhi unawaingiza katika masomo, wanasoma, wanapata vyeti, wanasonga mbele. Wengine walibahatika wakaja wakapata mtaji wa kuendeleza biashara zao. Sasa tunasonga. Tukiingia kwenye kuwekeza, tunasema mwanamke lazima uwekeze pesa. Sio mambo ya kuwa unafanya biashara ile ile ni kwamba ukishatoa pesa ya mali ya kurudisha nyingine unakula. Lazima to save for the rainy day. Kwa sababu haujui kesho ikoje. Lakini ukiwa na akiba yako utakuwa unaweza kujisaidia. Kuna kitu ambacho nikasema mwanamke ni kufanyaje? Kujipenda. Sio? Anza kujipenda we mwenyewe. Na ukiwa unajipenda mwanamke nini? Uvae vizuri, ule vizuri, uende maeneo mazuri, ufurahike. Utakula vizuri na pesa ya mtu kweli? Mpaka awe amekupenda sana na amekuthamini, sio? Maana utapata wanawake wengi wako ndani ya ndoa ama wako katika mahusiano, lakini anapatiwa tu mahitaji ya msingi. Mahitaji ya msingi ya kuangalia familia. Yale ya starehe ambiwa hayo. Ambao subiri. Lakini sasa ukishawekeza, una pesa zako, unaweza ukaamua mimi hata leo napanga ikifika mwezi wa 8 huyu mtu wangu na yeye pamoja na wanangu na nani, mimi ndio nawachukua na wapeleka holiday. Naam. Unazidisha mapenzi, uzidishi. Raha inazidi ndani ya nyumba hizi. Hapo umefanya nini? Umejipenda, umejifurahisha. Ndio maana unaona katika hii sako yetu wanawake bomba huwa kila mwaka tunafanya kama trips. Mwaka jana tulikuwa Mombasa, mwaka huu tunataka tuende Malindi, mwaka ujao tunajua tutakwenda wapi. Tunapanga kama siku 3 hivi, tunasema tuendeni tukajiachie sisi tu peke yetu. Watoto tuwaacha nyumbani. Maana unajua sisi pia at one point tulikuwa wasichana wadogo. Tunaelewa kulikuwa na michezo tulikuwa tukicheza. Kuna zile raha tulikuwa. Lakini sasa hizi tumekuwa watu wazima. Nataka mkajiachilie wenyewe. Tujiachilie yani. Mambo. Sasa tunamwambia mtu wewe omba ruhusa na mapema iwapo una mtu wako nyumbani, umueleze kwamba ikifika mwezi fulani mimi na wenzangu tutatoka twende tukajivinjari. Ndio pale tunasema ni mwanamke anajielewa. Anajitambua yeye ni nani na anajua nafasi yake ni gani. Isiwe kwamba basi wewe ni mwanamke umekaa basi ndio hivyo basi umeishiwa. Wewe ukishaingia pale katika ndoa, umeingia katika mahusiano, maisha yako yamesimama. Maisha sasa yote ni kuangalia watoto, lazima ujipange na utajipanga iwapo utakuwa na hela yako mahali. Sasa hapo katika registration ya mwanamke bomba sako, maana yake mwingine atasema kwamba mimi wala sijapata nafasi ya kwenda ni wale waliopata fursa peke yake, ama yeyote yule amejiamini anaweza kusema kwamba pia mimi ningetaka kujiunga, na anaweza kujiunga vipi? Sawa. Sasa kama nilivyoanza kusema, nimekwambia mwanamke bomba ni yule mwanamke ambaye anajiamini. Sio anajielewa. Lakini pia ni mwanamke ambaye ametimiza miaka 18 kwenda mbele. Kumaanisha kwamba anacho kitambulisho cha taifa. Na mwanamke huyu pia awe ana nafasi ya kujipatia pesa. Yaani ana kipato chake. Hatutaki mtu ambaye anategemea kupewa. Maana kuna instances ambazo tumekuwa nazo, unapata mwanamke anategemea kupewa. Amekaa yeye akifanya hivi savings zake kila mwezi mpaka angojewe apewe. Si vibaya, lakini kuna hatari. Manake iwapo ule mfereji kule utakatika, ina maana kwamba wewe huwezi kuendelea kusave. Kwa hivyo registration inakuwa ni kwa mwanamke yeyote ambaye yuko umri wa miaka 18 kwenda mbele na ana source of income. Yani ana mahali ambapo ana ajira, either amejiajiri mwenyewe, ameajiriwa, anafanya biashara, anafanya nini, lakini ana mahali ambapo anajua nina pesa zinatoka, na si pesa kwamba ni urithi pengine nimepatiwa ni uko pale sasa. Hapana, ni mwanamke ambaye pesa yake inaendelea kujitengeza. Sasa hao ndio watu ambao tunasema wako eligible kuingia katika mwanamke bomba sako. Sasa nikuulize hivi. Naamini hilo la kwa ajili ya kuwezesha kumwezesha mwanamke nadhani limeeleweka. Kuna hili kwamba ndio wapo wengi mwanamke yuko pale nje anataka kutoka na kujisimamia na kujiwezesha na kufanya mambo ambayo kama mwanamke anahisi anaweza kusaidia hata katika jamii. Lakini ipo dhana kwamba naamini bado ipo na labda unaweza kulizungumzia hilo pia, kwamba mwanamume anaweza hisi anaona mwanamke akiendesha tutu anasema siwezi kuingia hapa. Hamuamini. Ataweza kuniendesha.
Unaelewa? Yapo kabisa na yamevunja. Nimeona mwanamke fulani akizungumza akisema aliacha kabisa hiyo ya uchukuzi wa umma kwa sababu ni changamoto, kwa sababu kwamba competition kubwa inakuwa kwa wanaume. Alikuwa yuko wapi? Alikuwa mji gani? Sijui alikuwa mji gani, lakini alishaitoa nini moja kwamba conductor ama dereva kusema alichukua anasema alikuwa yuko town gani? Siwezi jua alikuwa mji gani. Nilipata pale akizungumza akasema nilibidi niwache kwa sababu naonekana kama mimi ni mwanamke. Mimi amejiamini kabisa, lakini wanaume wengi, idadi kubwa ya wale wanaoingia utapata labda mwanamke anaweza ingia, lakini mwanaume sasa huyu hawezi kuniendesha vizuri. Ni moja ya changamoto katika jamii kwamba mwanamke anaonekana ni mdhaifu, hawezi kufanya jukumu fulani. Hili linaweza kuangaziwa vipi angalau labda mwanamke naye wakati tunapigania haki na usawa wa kijinsia na mambo haya mengine yote? Nadhani kitu cha kwanza lazima tuanze kufikiria, na nitazungumza kwa nyinyi wanaume. Yule mwanamke amekwenda barabarani, mfano tutumie huo mfano wako wa tuktuk. Lazima atakuwa amefanya mtihani akapata license. Hajakwenda kinyume cha sheria. Ndio maana yuko barabarani. Sasa wewe ni kitu gani kinakufanya uhisi kwamba huyu mwanamke ataniangusha ama huyu mwanamke hafai kuwa pale? Jaribu kujiingiza katika kiatu chako kwamba huyu ni mtoto wako wa kike. Wewe mwenyewe jiangalie, pengine umezaa watoto wako wa kike, ungependa wafanye kazi gani? Chaelewa? Maanake iwapo mtoto wako leo atamka kwambie mimi baba nataka niwe dereva, utamwambia usiwe dereva? Definitely utafurahi, utamwambia unataka kuwa dereva. Lakini iwapo wewe utakuwa unamchukulia mtoto wa mwenzako vibaya, huyu wako utataka achukuliwe na nani? Sasa I think it's high time wanaume wa embrace kwamba hata sisi wanawake tunaweza. Hata sisi wanawake tunaweza, na tukiwezeshwa na nyinyi kauli zenu, yani ile mtupatie ile affirmation kwamba yes you can, tutafika mbali. Na huyu ambaye anahisi alikufa moyo, unaweza kumwambiaje? Maana yake asife moyo. Kama ni mimi basi yeye ningefanya tuktuk yangu ni ladies only. Sawa? Fanya ladies only. Kuwa mbunifu bwana. Unaelewa? Huo mbunifu. Kuwa mbunifu. Lazima kama wanaume kukataa basi wasema wacha wanaweza. Ama kama sivyo, tafuta sekta nyingine ambayo utaingilia. Sema mimi kazi yangu nitakuwa nabeba wagonjwa tu. Mgonjwa atachagua tuktuk itapelekwa nani na nani. Kwa hivyo unajua hizo ni mojawapo ya changamoto ambazo atakuwa anazipitia, sio? Katika kila kazi na changamoto yake, lakini wewe utakuwa ni mbunifu kiasi gani? Na hakika hata yule kuna wanaume ambao pia hawako comfortable wakiona kwamba mke wake pengine anabebwa na tuktuk moja kila siku. Unaona? Lakini akijua kwamba pale pana Emma ndio yeye ndo atakuwa akimpigia Emma kuja umchukue huyu tuktuk. Unajua tulikuwa tunasema hayo ya boda wangu. Sasa boda na wako boda wa kike. Unaona? Sasa ukipata changamoto zisikufanye kwamba unakufa moyo. Zile changamoto kaa chini, rudi. Hiki ni kitu wewe unapenda, utafanyaje ili uweze kukubalika? Kwa sababu ukisema una give up unakwenda, hiyo si solution. Jaribu kuwa mbunifu uone ni bado hiki kitu nakitaka nitakifanyaje. La sivyo, nenda zungumza na wazazi ambao wanapeleka watoto wao shule. Kuwa tuktuk wao na niyo driver wao kupeleka watoto shule, riski utaipata. Kwani wewe una lazima ubebe wanaume ndio upate riski? Kwa mbunifu. Sasa wacha wanawake wanapitia. Sasa katika kuhakikisha kwamba unafaulu kama mwanamke katika mazingira especially yaliyo na wanaume wengi. Na wewe kwa mfano ndio unayekuwa bomba, unaonekana bomba, na unaweza kuchaguliwa, lakini mazingira ambayo yako dominated na wanaume. Unaweza mshauri vipi ama unaweza kuzungumzaje na hekima yako hii kwamba kuna wengine wanasema mimi sitaki nende kuongoza wale wanaume wote, sasa ndani yake labda I don't know. Nadhani inapokuja wakati kama huo, fursa kama hizo zikijitokeza, lazima ujiite mkutano wewe mwenyewe ujiulize. Kwa nini unataka ile fursa? Kwa sababu kuna watu wanaingia katika fursa za uongozi kwa sababu wanataka umaarufu. Kuna wengine kwa sababu wanataka fedha. Na kuna wengine pengine wanataka kubadilisha jamii. Unaelewa? Ama kubadilisha yale mazingira ambayo yako pale. Sasa mara nyingi ukiwa wewe umekwenda pale kwa sababu ya umaarufu, kitu cha kwanza utafeli. Kwa sababu utakuwa bosi sana. Ukienda pale kwa sababu unataka kujilimbikizia pesa tu, utafail pia. Kwa sababu ya nini? Ndio ushakuwa bosi, vita vinaanza. Kwa sababu ya nini? Itakuwa kila unaimuona unaona ni kama ni threat kwa. Unaona? Kwa sababu unaona ni kama huwa atakuja hapa achukue hii nafasi yangu na mimi niko hapa kwa sababu nataka kutengeza pesa zaidi. Lakini wewe ingia katika ile fursa ya kuongoza, iwe ni kampuni, iwe ni nini, ukiwa na kwamba nataka kubadilisha muonekano wa vipi vitu vinavyofanyika na kuweza kufanya kwamba jana iwe tofauti na leo. Lakini ukienda kwamba na mambo nataka ni
Unajua watu wengi wanataka kuwa pale, mimi ni boss fulani, na kumbe hata kwenye akili hakuna chochote. Unaelewa Haonekani tu na yeye ana title. Lakini wewe nenda na malengo, kwa nini ile nafasi unaitaka. Na ukishajua kwa nini ile nafasi unaitaka, na hakika hata wale ambao unafanya kazi nao watakuelewa vizuri na hakutakuwa na conflict. Alright, labda yule mmoja tukimalizia, alafu utakuwa unatupatia kauli yako ya mwisho. Je, hao wanaume nao waweza kuingia kwa mwanamke bomba ama mwanaume? Peleka kuna wengine wampendezea, wasema jamani nitaka kujiunga naye. Haya jinsi hawezi kuingia. Kwa hivyo kivyovyote vile it has to be strict, wewe ni mwanamke. Yes. Hata kama umependezewa. Sasa utaingiaje kwenye group unaitwa wanawake bomba? Kuna watu hawajali, usibora tutaka maendeleo. Manake na kuzungumzia kwa niaba la si wewe tu. Lakini labda umpendezewa. Ama kuna mipango ya kuanzisha mwanamume bomba angalau nao wawe na mahali. Kwa sasa hatuna mpango huo. Wacha tuangalie haya yetu, tujue atufikisha wapi. Sawa, tumalizie labda kauli ya mwisho. Kauli ya mwisho ningependa kumwambia mwanamke kwamba ukipata fursa ikumbatie na mikono miwili. Kwa sababu opportunities haziji mara nyingi. Kuna lile wimbi linakuja. Lile wimbi likija, hakikisha kwamba unakwenda nalo. Upepo ukija ukikwambia unakupeleka mahali fulani, nenda nao vile ambavyo unatakikana. Usisubiri kwamba mimi siwezi na ngoja niwezeshwe na ngoja sijui nifanye nini. Chukua fursa vile ilivyo na ujitambue na ujiwekee heshima. Asante. Sababu bila heshima utafanya mambo mengine ambayo baadaye yatakurudi. Lakini ukiwa na heshima zako, kuwa na msimamo pia. Manake safari pia si rahisi. Mwanamke popote pale unapokwenda, kuna mambo mengi tu utaambiwa. Utaambiwa yule naye ni bosi, yule naye ana hivi, ile nafasi hakuipata kwa sababu alifanya hivi na hivi ndio akaipata. Kwa hivyo mengi yatakuja. Tia pamba kwenye masikio yako. Angalia na uyachuje mambo. Usitie pamba ukawa husikii kabisa. Manaka wengine pengine waweza kukwambia usisongee kule mbele kuna shimo, lakini wewe untia pamba wenda tu. Ukenda ukaanguka. Jua namna ya kuchuja, ni lipi zuri nitalichukua, lipi baya nitaliacha. Asante sana mwalimu kwa kuja ya nyumba. Mimi ni mama, wanangu wananisubiri, wanangu wanataka upendo wangu, mume wangu pia ananisubiri, anataka upendo wangu. Kwa hivyo nyumbani siwezi kukwambia kwamba mimi nikifika basi mimi ndio kila kitu, hapana. Kuna watu ambao wananisaidia na kazi zangu za nyumbani, lakini mara nyingi napenda kujifanyia shughuli zangu, haswa ikifika ni upande wa kupika. Nadhani wengine mmeniona nikipika. Napenda sana kwa hivyo ni kujua tu namna gani ambavyo unaweza kubalance kazi zako na familia yako. Na ukishajua hakuna kitu ambacho kitakusumbua. Manake pia yeye mwenyewe mume wangu anaelewa kwamba huyu ni mtu ambaye ratiba yake iko tight. Kwa hivyo akifika anajuazi leo, akijuazi amesema amechoka, nimechoka. Lakini ikifika ni weekend, mara nyingi wanatenga muda huo na wanangu na mume wangu na tuko sawa.